Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati mzuri tena siku ya leo. Mwenyezi Mungu ameona ni vyema tukaweze kupata tena fursa siku ya leo tukaweze kuangalia neno lake. Na siku ya leo tutaangalia maana ya maji katika Biblia. Maana ya maji katika Biblia. Tutaka tuangalie maji iko na maana gani katika kwenye maisha yetu, ama maji iko na umuhimu gani katika maisha yetu ya wokovu. So leo tutaangalia maana ya maji katika Biblia. Maana ya maji katika Biblia. Najua katika maji kuna kimwili na pia kiroho. So leo tutaangalia kwenye Biblia maji ilitumikaje. Na katika maji katika Biblia tutakuwa tunaangalia kwa kifupi sana maji kama uzima wa milele. Tutaangalia maji ilikuwa inaashiria utakaso. Tutaangalia maji ilikuwa inaashiria ubatizo. Tutakuwa tunaangalia maji inaashiria Roho Mtakatifu. Tutakuwa tunaangalia maji inaashiria baraka na riziki. So hizo ni pointi 5 ambazo siku ya leo tutaziangalia kwa kifupi sana, tena tukaweze kuelewa na tukaendelee kumtumikia Mungu zaidi. Sasa siku ya leo nimesema tunaangalia maana ya maji katika Biblia. Maana ya maji katika Biblia. Kama vile mwili wa mwanadamu unavyohitaji maji ili kuishi, vivyo hivyo mwanadamu pia anahitaji Mungu ili kupata uzima wa kweli. Tukiangalia katika kitabu cha Yohana 14, Yohana 4:13 na 14 inasema hivi: Yesu alimwambia mwanamke wa Msamaria kwamba anayekunywa maji ya kisima atapata kiu tena, lakini maji ambayo Yesu anatoa yatakuwa ndani yake chemichemi ya uzima wa milele. Kwa hivyo siku ya leo nataka tukaangalie hii maji. So nimesema hatua ya kwanza tunaangalia kuhusu maji, maana ya maji katika uzima katika Biblia. Maana ya maji katika Biblia. So kama vile yule Yesu alivyomwambia kwamba yule mwanamke Msamaria ya kwamba ukinywa maji ya kisima basi utaweza kusikia kiu tena, lakini ukinywa yale maji ambayo Yesu anatoa yatakuwa ndani yake chemichemi ya uzima. Kwa hivyo maji kwanza inaashiria uzima. Maji yanaashiria uzima. Mwili wa binadamu unahitaji maji ili kuishi. Vivyo yanatukumbusha kwamba Mungu ndiye chanzo cha uzima. Tukisoma kitabu cha Yohana 4:14 inasema hivi: walakini yeyote atakaye kunywa maji yale nitakayompa mimi hataona kiu tena milele, bali yale maji nitakayompa yatakuwa ndani yake chemichemi ya maji yakibubujika uzima wa milele. So Yesu hapa anatuambia kwamba tukikunywa yale maji ambayo yeye mwenyewe anatupea hatutasikia kiu tena, nasi itakuwa chemichemi ya uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Najua unanipata vizuri. So ili ya kwamba tusiweze kung'ang'ania kunywa maji ya kisima ambayo tena baada ya muda tutasikia kiu tena, lakini tukanywa yale maji ambayo Yesu Kristo anatupa ili ya kwamba tukaweze kupata uzima wa milele. Pointi ya pili, maji inaashiria utakaso. Tuangalie maana katika Biblia. Maji hutumiwa kama picha ya utakaso. Mkristo anahitaji kuendelea kutakaswa na neno la Mungu. So Mkristo, mtu kama umeokoka leo, haimaanishi kama umeokoka hauhitaji tena kutakaswa. Inafaa utakuwa unatakaswa. So maji hutumika ili
kwa ajili ya utakaso. Tusome kitabu cha Biblia hapa, tusome Waefeso 5:26. Ili makusudi alitakase na kulisafisha kwa maji katika neno. Amen. So sisi kama Kristo inahitaji tukaweze kutakaswa, tukaweze kusafishwa dhambi zetu, tukaweze kusafishwa tena dhambi zetu. So maji hutumika kwa ajili ya utakaso. Amen. Maji hutumika kama mfano wa kutakaswa kutoka kwenye uchafu wa dhambi. So maji yanatumika kama utakaso ili kama tukasafishwe kutoka kwenye uchafu wa dhambi na kuwa sawa mbele za Mungu. Tuangalie pointi ya 3. Maji yanaashiria ubatizo. Kama Wakristo wengi tunaamini ya kwamba tukibatizwa katika maji, ama wengi tulibatizwa katika maji, kule kuingia ndani na kutoka inaashiria kufa katika Kristo na kufufuka katika Kristo. So maji pia inatumika katika ubatizo. Katika Agano Jipya maji yanahusishwa na ubatizo. Yanaonyesha toba, imani na kuanza maisha mapya ndani ya Kristo. So mtu akibatizwa ndani ya maji inaashiria amekufa na Kristo na amefufuka katika Kristo na anaanza maisha mapya na Kristo. So maji hutumika kwa ubatizo. Acha tusome Matendo ya Mitume 2:38. Tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo. Tubuni. So sisi kama Kristo, ama sisi kama binadamu, inafaa tukatubu dhambi zetu ili ya kwamba tukabatizwe kila moja kwa jina lake Yesu. So sote inafaa tukaweze kutubu na tukabatizwe katika jina lake yeye ambaye ni Yesu Kristo. Au ukibatizwa, wengi tunaamini ya kwamba hata kama uko na jina wakati wa kubatizwa inafaa ile jina pia ukabatizwe na hilo jina lako. Kwa mfano mimi kama ni Moses nilibatizwa kupitia hilo jina langu. So pia tukabatizwa kupitia jina lake nani? Yesu Kristo. So maji yanaashiria ubatizo, ama maji hutumika katika ubatizo. Tuangalie pointi ya 4. Maji yanaashiria Roho Mtakatifu. Maji yanaashiria Roho Mtakatifu. Yesu alitumia maji kama mfano wa kazi yake Roho Mtakatifu ndani ya waumini. So maji inamaanisha Roho Mtakatifu, na maji, kwa mfano ukichukua maji, ama tunaamini ya kwamba ukichukua maji na wakati yale maji utakayoyaombea, yale maji ya Mungu Yesu anayatibua. Sasa maji ikishatibuliwa inamaanisha hata ukipea mgonjwa anapona, ukipea mtu mwenye yuko na shida anapata msaada. So maji pia inaashiria Roho Mtakatifu. Yohana 7:37 na 39 nasema hivi. Yesu anasema mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake mtu aliyeamini. So kama nimeamini mimi, inamaanisha kuna mito itatoka ndani, kuna watu watapata msaada kwangu kwa sababu nimeokoka. Amen. So tunaamini kwamba maji inaashiria Roho Mtakatifu. Wakati mimi nitakapokuwa na Roho Mtakatifu, wakati mimi nitakuwa niko na Roho Mtakatifu, basi kuna baraka zitatoka kwangu mimi na ziendee watu wengine. Yesu anasema mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani ya mtu. Kwa hivyo mimi kama niko na ile maji, kama niko na Roho Mtakatifu, basi mito ya maji iliyo hai ndani yangu itatoka na itakuwa inabariki wengine, itakuwa inaponya wengine,
itakuwa inatia moyo wengine, itakuwa inakomboa wengine. Amen. So Yohana 7:37 mpaka 39, Yesu anasema mito ya maji yaliyo hai kutoka ndani ya mtu aliyemwamini Kristo. Roho Mtakatifu huleta uzima, nguvu na kuburudisha kiroho. Wakati nitakapokuwa na Roho Mtakatifu ndani yangu, basi nitakuwa niko na uzima na nguvu na pia kuburudisha kiroho. Tuangalie pointi nyingine ya 5. Nasema hivi: maji yanaashiria baraka na riziki. Maji yanaashiria baraka na riziki. Maji yanapopatikana jangwani au sehemu kavu huleta uhai. Vivyo hivyo, Mungu huleta baraka na urejesho katika maisha ya watu wake. Tusome Isaya 44:3. Maana nitamimina maji juu yake aliye na kiu. Yesu anasema kwamba atamimina maji juu yake nani? Yeye aliye na kiu. Kwa hivyo sisi kama Kristo ni tukaweze kuwa na kiu ya neno la Mungu, ndio Yesu aweze kumimina ile maji, kumimina zile baraka juu yetu. Kwa hivyo kama uko na uhitaji, ni vizuri ukaweze kubaki. Kama uko na kiu, ni vizuri ukaweze kubaki mbele ya Kristo, ili ya kwamba akaweze kukumiminia ile maji, ili ya kwamba usiweze kusikia kiu tena. Hiyo ni maana ya maji katika Biblia. Hatutaenda mbali sana chini sana, lakini tunaangalia tu juu tukaweze kujua maji katika Biblia inaashiria nini. Tuangalie pointi ya 6. Maji inaashiria majaribu au shida. Maji inaashiria majaribu au shida. Wakati Biblia hutumia maji mingi au bahari kuwakilisha wakati mwingine Biblia hutumia maji mingi au bahari kuwakilisha mateso, hatari au changamoto. Tusome Isaya 43:2. Upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja nawe. So Biblia inasema kama upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja nawe. In short, ukipita katika majaribu nitakuwa pamoja nawe. So Yesu anasema hapa, Mungu anasema kwamba hata kama tutakuwa katika maji mingi ama bahari, kama tutakuwa tumezingirwa na majaribu, Mungu anasema kwamba upitapo katika maji mingi ama upitapo katika majaribu nitakuwa pamoja na wewe. So ni jukumu letu sisi kama Kristo, wakati tutakapokuwa kwenye majaribu ama wakati tutakapokuwa kwenye maji mingi, tusiweze kufadhaika. Kwa sababu gani? Yesu anasema atakuwa pamoja na sisi. Mungu haahidi kwamba hatutapitia matatizo, bali anaahidi kuwa atakuwa pamoja nasi katikati ya matatizo. Hata irudie, Mungu haahidi kwamba hatutapitia matatizo, bali anaahidi kuwa atakuwa pamoja nasi katika matatizo. Kama sisi ni Wakristo, haimaanishi ukiokoka hautajaribiwa. Majaribu itakuja, lakini Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nawe. Ile majaribu haitaweza kukushinda, ama ile maji mingi haitaweza kukushinda, lakini mpaka ujue ya kwamba Mungu yuko pamoja na wewe, mpaka ujue ya kwamba Mungu uko pamoja na wewe. Maanake kama ni majaribu utapitia, na kama ni mateso utapitia, kama ni kwenye maji mingi utapitia, lakini Yesu hapa amesema ya kwamba atakuwa pamoja na sisi. Kwa hivyo, kwa kifupi tulikuwa tunaangalia kwamba maana ya maji katika Biblia, na tukawa tunaangalia kuhusu uzima, utakaso, ubatizo, Roho Mtakatifu, baraka na urejesho, na pia na shida.
Mtu akiwa na kiu sana ya fedha, elimu, simu, chakula na mengineyo haviwezi kuchukua nafasi ya maji. Tarudie, mtu akiwa na kiu sana ya fedha, simu, elimu, chakula haviwezi kuchukua nafasi ya maji. Kwa hivyo mtu ambaye yuko na kiu, lakini yuko na kiu na vitu za dunia, yuko na kiu ya mambo ya dunia, yuko na kiu na simu, yuko na kiu na fedha, yuko na kiu na elimu, yuko na kiu na vyakula, haviwezi kuchukua nafasi ya maji. Lakini Mungu amesema kwamba yule mwenye kiu Mungu atamiminia maji. Vivyo hivyo moyo wa mwanadamu una kiu ya Mungu, ambaye vitu vya dunia haviwezi kuimaliza. Nianze. Mtu akiwa na kiu sana ya fedha, simu, elimu, chakula na mengineyo haviwezi kuchukua nafasi ya maji, bali vivyo hivyo moyo wa mwanadamu una kiu ya Mungu, ambayo vitu vya dunia haviwezi kuimaliza. Kwa hivyo ni tukaweze kuwa na kiu na Mungu, lakini tusiweze kuwa na kiu na vitu vya dunia, lakini tukaweze kuwa na kiu na huyu Mungu, tukaweze kuwa na kiu na neno la Mungu. Maana kwa kifupi ina maana ya kwamba maji inaashiria neno la Mungu. Maji inaashiria neno la Mungu. Maji yanatupa uhai wa mwili, lakini Yesu Kristo ndiye anayetoa uzima wa milele. Nitarudie. Maji yanatupa uhai wa mwili, lakini Yesu Kristo ndiye anayetoa uzima wa milele. Kwa hiyo tusitosheke kufuata maji ya mwili pekee. Tumtafute Kristo aliye chemichemi ya maji yenye uzima.